Bwana, kubwa zaidi ni baada ya ile kusubiria dabi ya Kariakoo baada ya kuahirishwa kwa ile iliyopangwa kuchezwa Machi 8, 2025. Hatimaye hii leo bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB imepata nafasi ya kuweza kutangaza rasmi mchezo wa dabi ya Kariakoo, ambao mchezo huo utapigwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Mashabiki wengi wa kandanda nchini Tanzania wapata nafasi ya kuweza kuzungumza mengi sana kupita kunako mitandao mbalimbali ya kijamii, kila mmoja akieleza la kwake. Lakini jana tunakumbuka tulipita na taarifa kutokea kwa wananchi Young Africans kwamba wao hawako tayari kabisa kuweza kucheza mchezo huo. Zingsong, nianzia kwako kwa namna ambavyo jambo lenyewe lilivyokaa. Pengine unaiona Young Africans ikibadili maamuzi yake kwenye hiki ambacho wamesimamia kwa siku zilizobaki na hiki ambacho kinaendelea? Mimi sioni dalili kwa Yanga kuweza kubadilisha msimamo wake. Maana yake taarifa ya mwisho kutoka Yanga juu ya msimamo wake kwenye hiki ambacho kinaendelea tumeipata jana, kwamba bado msimamo uko pale pale ya kwamba wao hawatacheza mchezo ambao umepangiwa tarehe mpya, kwa maana hiyo tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Jambo ambalo kama mambo yataenda hivi na mpinzani wake Simba ambaye anaendelea kucheza viporo vyake, huenda pengine njia ikawa rahisi kwa Simba Sports Club kuweza kupata ubingwa kutokana na kile ambacho huenda kikatokea katika hiyo siku ya tarehe 15. Manake kama Yanga hatatokea katika huo mchezo, pointi 3 zitakwenda kwa yule ambaye atafika uwanjani. Na leo nimefurahishwa na kile ambacho Simba alikiposti mapema kabisa kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Anasema hatimaye tarehe imepangwa, mnyama atakuwepo uwanjani. Kwa upande wa Simba yeye amethibitisha leo tarehe 15 atawepo mapema kabisa. Yanga jana amethibitisha hayuko tayari kucheza mchezo wa marejeano. Kwa hiyo hapa jamani, wenyewe wanasema mchawi ni muda. Tusubiri muda tarehe 15. Vipi itakuwaje? Lakini kwa dalili zinavyoonekana ni ngumu kwa wananchi Young Africans kucheza kutokana na kile ambacho bado wanaendelea kukisimamia. Sawa. Kabla sijarudi tena kwako Marimu, kwa hiki ambacho kimetokea hii leo, ratiba kutangazwa, pengine tuangaze namna ambavyo mgogoro ulivyotokea. Young Africans wao wanachokisimamia pengine wako sahihi kwa namna gani? Unajua hili swala limekuwa ni swala ambalo kidogo lina mtazamo mkubwa. Lakini mwisho wa siku ukiangalia bodi ya ligi kwa taarifa ambayo walitoa siku ile baada majira ya mchana, siku ile tarehe 8, walisema kwamba wamelazimika kuahirisha ile mechi kwa kuwa kuna uchunguzi ambao wao wanaufanya. Moja kati ya vitu ambavyo walivizungumza kwamba kuna uchunguzi ambao walikuwa wanaufanya ambao usingeweza kukamilika kwa muda ule. Kwa hiyo wakaamua wao kuahirisha mechi ili kupisha uchunguzi uendelee. Sasa baada ya hapo hatujajua kwamba sasa uchunguzi umefikia wapi. Hiyo taarifa ya uchunguzi walikuja nayo mpaka leo haijatoka. Hapo sasa alikuwa anasema imekuja taarifa ya taarifa ya uchunguzi hatujapewa, lakini bodi ya ligi wamekuja na taarifa ya kupanga tarehe ya ligi. Sasa swala la uchunguzi umefikia wapi ni swala ambalo wao vile vile wanatakiwa lijibu, lakini walichokuja nacho ni issue ya kupanga tarehe, ambayo nafikiri kwa hali ya kawaida kwa ukisoma ile taarifa yao ya mwanzo kabisa ni kama vile kulikuwa kuna kasilizi fulani, yani kwamba kuna hatua fulani ambazo zitafuata, yani kama vile ambavyo mtoto anapokuwa katika makuzi yake, mtoto mdogo kuna hatua fulani akianza kutambaa, unajua kwamba ipo siku atasimama, yani kabla ya kutembea atasimama. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ile ya bodi ya ligi ya siku ile, manake tulikuwa tunatarajia kwamba ile taarifa itoke kwamba wamegundua nini baada ya kufanya uchunguzi wa kina mpaka ile mechi ikafikia hatua wao wakalazimika kuahirisha ile mechi, sababu alisema walitoa baadhi ya sababu kwamba kuna nini na nini, lakini
uchunguzi, yani taarifa rasmi ya nini ambacho sasa wamekibaini baada ya kufanya uchunguzi hawajatoa. Lakini yote kwa yote kitu ambacho kilikuwa kinafuata baada ya hapo ilikuwa ni kupangwa sasa kwa tarehe ya ligi. Bodi ya ligi imefeli pia kwenye hili. Sasa siwezi kusema kwamba moja kwa moja imefeli kwa sababu sijajua kwamba yani wanaweza wakaja kati ya taarifa ya uchunguzi na ratiba kipi ambacho kilistahili kuanza hapa. Nasemaje kwamba hii ni taarifa, yani huu ni uchunguzi. Wanaweza wakapanga, wamepanga tarehe kwa sababu mechi lazima ichezwe, lakini wanaweza wakaja na taarifa katika siku zinazokuja kwamba bana tuligundua 1 2 3. Yani wao kwenye hili hatuwezi, yani hawajawa limited kwamba yani hawajazuiliwa, lakini yani hiki ni kitu ambacho wengi tulikitarajia kianze. Lakini sasa neno uchunguzi, yani unajua uchunguzi ni neno pana. Pengine wanaweza wakakwambia kwamba bana bado hatujabaini ukweli wenyewe, lakini sasa mwisho wa siku ligi na limit ya kutamatika. Lakini swala la uchunguzi ni swala ambalo ni pana. Kwa hiyo wanasema bana tumeshindwa kutoa taarifa kwa sababu labda uchunguzi wetu bado kuna vitu ambavyo labda tuna yani bado hatujathibitishiwa. Lakini kwa maana sasa kupanga tarehe, hili ni swala ambalo lilikuwa lazima lifanyike kwa sababu tarehe, yani mechi inachezwa ndani ya muda. Lakini swala la uchunguzi, sababu inawezekana uchunguzi wao labda unahusisha mamlaka nyingine. Sasa hapo huwezi kuwalazimisha, lakini yani inaweza ikawa ni hoja kubwa sana kama siku zitakuwa zinazidi kuendelea na kusonga alafu tusiambie. Lakini mimi siwezi kulaumu sana kwa kupanga tarehe kwa sababu swala la tarehe ilikuwa lazima ligi imalizike. Yani ligi ina limit ya kumalizika, lakini uchunguzi majibu yake yani unaweza kawa ni swala mtambuka. Kwa maana unaweza ligi imetamatika msimu huu, lakini baada ya ligi kuisha unasikia bwana kuna nani flux. Sababu hata ile nani kwa mfano kama nani Serie A kule maamuzi yale yalifanyika wakati msimu yani ulikuwa umeshapita. Lakini sasa baadaye ndio wakaja wakagundua kumbe kulikuwa kuna vitu hivi. Maana watu walianza kuongelea baada kuna 1 2 3 vinafanyika. Kwa hiyo watu wakaingia machimboni, wakaanza kufuatilia. Mwisho wa siku sasa majibu yakaja baadaye. Ndio maana unakuta timu kama AC, yani wakati msimu unaanza tayari Juve walishushwa daraja, alafu AC Milan wao walikatwa point. Lakini ni swala ambalo tayari yani lilianza yani kuchukua kasi kidogo. Kwa hiyo mimi kwenye hapo uchunguzi kutokuja na majibu ya moja kwa moja, wasipokuja na majibu moja kwa moja yani katika siku nyingi zinazokuja tayari ni hoja. Lakini siwezi kulaumu kwa kuchelewa kwa sababu sio wamesema ni uchunguzi. Lakini sasa tarehe ya ligi lazima imalizike ndani ya muda fulani. Yani uweze kusema ligi isimalizike kwa sababu ya kupisha uchunguzi kwenye mpira. Hilo alipo. Sawa, ni Mwalimu Lisungumwela huyo. GH kwenye hili eneo, yani uchunguzi na ratiba ya mechi. Mimi binafsi pengine mimi nitarajia bodi ya ligi inakuja na ratiba sawa, lakini kabla ya ratiba ama kwenye ratiba basi ongezee hiki kitu cha matokeo ya uchunguzi kwamba jamani, kutokana na namna ambavyo tulivyosema tunakaa kufanya uchunguzi, sisi tumechunguza, tulibaini hiki na hiki na hiki na hiki, kwa maana hiyo ratiba ya game itachezwa tarehe fulani. Lakini tunaamka asubuhi saa 6 sijui saa ngapi nakutana na ratiba kwamba mechi inachezwa tarehe 15. Ndio maana tokea siku ya kwanza mgogoro ulipotokea, mimi sikusita kuwalaumu TFF pamoja na chombo chake cha bodi ya ligi chenye dhamana ya kuiendesha na kuisimamia ligi. Yani katika huu mgogoro bodi ya ligi na TFF hawana namna ya kukwepa ya watu kuwalaumu katika huu mgogoro. Katika hili ambalo wamelifanya kwamba kutoa tarehe kabla ya kutoa majibu ya kile ambacho kilisababisha game kuweza kuahirishwa siku ile, ni kama kuzidi kuchochea mafuta mgogoro wao baina yao na Young Africans. Sijui kama unanielewa vizuri kwa sababu wakati wa game inaahirishwa Yanga tayari walikuwa wameshajiandaa kama mwenyeji, na kama unakumbuka mpaka alienda uwanjani. Sasa kitendo cha kumwambia tunaahirisha huu mchezo alafu kuna vitu tunapisha kuvichunguza, maana yake Yanga wako attention kujua